Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi ndugu zangu wote ama nyote wa Mombasa. A very good afternoon to all of you, my respectable brothers and sisters from Mombasa. Now, leo masomo yetu, remember I told you that I'm going to teach you political science. Au masomo bado hajaanza, bado natayarisha. So unajua mwalimu kabla ingia darasani huwa lazima atengeneze notes, alafu ndo akiingia kuna flow. Iwe ni episode baada ya episode, party after party, nikijaribu kuelimisha. Wajua nataka ni eneze mwangaza Mombasa, nataka niwatoe katika giza. Sasa haya masuala tayari mimi nilikuwa nishaongea, lakini juzi bwana mkubwa aliitwa Senate. Muone kuna mtu ambaye anaitwa mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za umma. Yani kwa kizungu nafikiri anaitwa Auditor General, okay, I really don't know, but mkaguzi wa mahesabu na mdhibiti na mkaguzi wa mahesabu wa pesa za umma. So wacha niwaambie, and for those who are well versed in English, they can always visit Parliament of Kenya Facebook page. Wale ambao hawajui kizungu labda kidogo cha tatiza, ndio nitawaeleza kwa Kiswahili, or rather wacha niwaambie kwa kizungu na kwa Kiswahili, paragraph by paragraph. Leo mimi siongei mimi kama Said Toha, la, leo hii ni watu wa Senate Committee, maseneta ambao walisimama, ambao wanaangalia vile matumizi ya pesa ya county inavyoenda, walivomkagua huu bwana mkubwa. Leo nataka tu niwasomee, na you can always you can always prove this, whether it's a story that I'm fabricating, or it's a cock and bull story, or it's a story that I'm cooking. Leo sitaongea kama Saitoha. Leo nitasoma yale mapendekezo ama whatever transpired between the Senate Committee and Abdul Swamad. Wale wenye kusema kwamba labda sisi ni mahasidi, hatuna uhasidi wote. Abdul Swamad bado ni mwenzetu, ni ndugu yetu, tunazaliwa naye pamoja hapa. Lau angelikuwa anawajibika, wallahi hata sidhani kama Hassan Omar kwa mfano angetaka eti kupigana ugavana, ama mtu yoyote angetaka kupigana ugavana, lakini kwa sababu hawajibiki, na kwa sababu hawajibiki lazima tutamweka in line, na tatumweke in line eti ndo akae ofisini. No. We'll send him packing come 2027. Mimi I'm the wind that will shake him. Umeona, mimi Abdul Swamad nafikiri utanichukia, manake mimi nitaongea ukweli, na wewe mwingine ambaye unasema kwamba eti sijui bla 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 bla, wewe piga kelele. Mwenzako sahihi ameshapita 500 million, net yake ishapita 500 million tangu akae nyumba kupangisha mpaka leo akae watu wajenge magorofa. Ujiulize, mshaelewa mshahara wake, mshahara wa governor maujua, nafikiri teko mshingapi, labda laki 8 like this, tuseme at most 1 million kwa mwaka, that is 12 million. Mone, how do you explain someone all of a sudden is worth maybe over 500 million shillings? How do you explain that? I mean, even in 5 years, even in the 5-year tenure, the most that would be worth, maybe kwa sababu hana biashara, hana lolote, 60 million shillings. Anyway, without further ado, let's get back to this report. All right. Mombasa County under Senate scrutiny. This happened by the last week. Hii ni mambo ya wiki jana, na sisi tulikuwa tushazungumza kabla hapo. You can always visit the page. So iti maneno nimezungumza mimi, Facebook, Parliament of Kenya, utaangalia. I think sasa hivi it's around 24 hours since it was posted. So Mombasa County under Senate scrutiny as Auditor General's report reveals deep-seated systemic failures. Mwone, so nitazungumza kwa kizungu na kwa Kiswahili ndio watu wapate kuelewa. Na mimi nasoma na nukuu, sio maneno yangu yatoka mdomoni. Alright? The Mombasa County Executive, led by Governor Abdul Swamad Nasir, faced intense scrutiny as the Senate County Public Investments and Special Funds Committee, chaired by Sessional Chair Senator Eddie Oketch, examined damning audit queries revealing systemic failures across healthcare facilities and the county's water company. Serikali ya kaunti ya Mombasa inaongozwa na Governor Abdul Swamad Nasir ilikabiliwa na uchunguzi mkali wakati
kamati ya seneti ya uwekezaji wa umma na fedha maalum iliongozwa na mwenyekiti wa kikao Seneta Eddie Oketch ilichunguza maswali ya ukaguzi yaliyofichua kushindwa kwa kimfumo katika vituo vya afya na kampuni ya maji ya kaunti. Let's proceed to the second paragraph. The committee resolved to consider written responses for Chuda, Portrees, Mrima and Likoni sub-county level 4 hospitals. However, Coast General Teaching and Referral Hospital's absence from audit reports sparked immediate outrage after it failed to submit financial statements to the Auditor General within statutory timelines. In Kiswahili, kamati iliazimia kuzingatia majibu ya maandishi kwa hospitali za Chuda, Portrees, Mrima na Likoni sub-county level 4. Hata hivyo, kutokuwepo kwa hospitali ya rufaa na mafunzo ya Pwani kutoka kwa ripoti za ukaguzi, yani Makadara Hospital, hospitali ya Makadara, kulizua hasira mara moja baada ya kushindwa kuwasilisha taarifa za kifedha kwa mkaguzi mkuu ndani ya muda uliowekwa kisheria. Paragraph 3. This is not the first time but a persistent pattern of defiance from Coast General Hospital, Senator Godfrey Otsosi stated. Year after year, this institution treats the office of the Auditor General with contempt. The people of Mombasa deserve to know how their money is being spent. So, mukiona nazungumza, it's because I deserve to know how Mombasa, the taxpayers' money is being spent. So usiseme eti ni uhasidi. Haya, nikitranslate this. Hii si mara ya kwanza, lakini ni mfumo endelevu. A persistent pattern. Ni mfumo endelevu wa ukaidi kutoka hospitali kuu ya Pwani. Senator Godfrey Otsosi alisema, mwaka baada ya mwaka, taasisi hii inachukulia ofisi ya mkaguzi mkuu kwa dharau. Watu wa Mombasa wanastahili kujua jinsi pesa zao zinavyotumiwa. Yaani kama vile Abdulswamad alivyoona kibri na dharau, pia anadharau mpaka maseneta. Oh my God. Haya, twende kwa the fourth paragraph. Senator Oketch, citing the PFM Act, demanded prosecution. The law is very clear. Any accounting officer who fails to submit financial statements commits an offense and is liable to imprisonment or a fine or both. Why are the responsible officers still walking free? Senator Oketch akinukuu sheria ya usimamizi wa fedha za umma alidai kufunguliwa mashtaka. Sheria ziko wazi sana. Yoyote afisa mhasibu ambaye anashindwa kuwasilisha taarifa za kifedha anatenda kosa na anawajibika kufungwa jela au faini au vyote viwili. Kwa nini maafisa wanahusika bado wanaenda bure? Yani bado wanatembea bure? Jibu lako na langu mwalijua. Fifth paragraph. Governor Nasir revealed he had suspended 2 officers and initiated disciplinary proceedings, but Agnes Kavindo ndio Auditor General, remained unconvinced. Suspension is not enough. The law prescribes criminal sanctions, not internal disciplinary actions. Wakati Gavana Nasiri alifichua kuwa amewasimamisha kazi maafisa wawili na kuanzisha hatua za kinidhamu, lakini Agnes Kavindo hakukubaliana nayo. Kusimamishwa kazi hakutoshi. Sheria inaagiza vikwazo vya jinai, sio hatua za kinidhamu za ndani. Hii sio ofisi yako eti wachukua eti hatua eti na kusimamisha kazi. Hapana. Kuna sheria za jinai ambao wanahusika kwa sababu ya kudharau wanafaa waswekwe jela. Ama hata wewe pia uswekwe jela ndani. Kwani una nini? Haya. So nikimalizia, the session's most contentious moment came when examining Mombasa Water Supply and Sanitation Company, which the audit revealed is technically insolvent with negative working capital of Kenya shillings 1.99 billion and accumulated losses of Kenya shillings 2.26 billion. Non-revenue water stood at 62% against WASREB's 25% threshold, representing potential lost revenue of Kenya shilling 1.2 billion. WASREB in full ni
Water Services Regulatory Board, I presume, I don't know, nafikiri lakini niyo niko sawa. Wakati wa utata zaidi wa kikao ulikuja wakati wa kuchunguza kampuni ya usambaji maji na usafi wa mazingira ya Mombasa, ambayo ukaguzi ulifunua kuwa haina uwezo wa kulipa madeni kwa sababu ya mtaji hasi wa kufanya kazi. Insolvent ni kutokuwa na uwezo. Insolvent means yani you cannot pay your debts anymore. Umeona? Mtaji wa shilingi bilioni 1.99 na hasara iliyokusanywa ya shilingi bilioni 2.26. Maji yasiyo ya mapato yalisimama kwa asilimia 62 dhidi ya kiwango cha asilimia 25 cha WASRB, ikiwakilisha mapato yanaweza kupotea ya shilingi bilioni 1.2. Wewe na mimi tutajua kwamba hizi pesa zikupotea. Nitakuja nitawaeleza hizi pesa zimeenda wapi. Umeelewa? Haya. Most alarming was the direct discharge of raw sewage into the Indian Ocean due to non-operational treatment plants. Senator Perez Tobiko delivered a scathing rebuke. You are telling this committee that Mombasa County, a major tourist destination, is deliberately pumping raw untreated sewage directly into the Indian Ocean. Do you understand you are creating a public health emergency? Children playing in water contaminated with human waste. Fishermen whose livelihoods depend on an ocean you are systematically poisoning. This is not just an environmental issue, it is a human rights issue. What is your answer now? Now, not in 2029, not in 2027, but right now. Jambo la kusikitisha zaidi ilikuwa utoaji wa moja kwa moja wa maji taka, maji machafu ya mavi ndani ya bahari ya Hindi kutokana na yasiyo mimea ya matibabu ya uendeshaji. Senator Perez Tobiko alitoa karipio kali. Mnaambia kamati hii kwamba kaunti ya Mombasa, eneo kuu la utalii, jiji la pili la Kenya, inasukuma kwa makusudi maji ya mavi, maji ya taka, machafu ambayo hajatibiwa moja kwa moja ndani ya bahari ya Hindi. Je, unaelewa unaunda dharura ya afya ya umma? Governor Abdulswamad Nassir, unaelewa ama huelewi? Watoto wanacheza katika maji yaliyochafuliwa na mavi ya binadamu. Wavuvi ambao maisha yao yanategemea bahari, ambayo unaweka sumu kwa utaratibu. Yani kila leo wewe watia sumu katika bahari, ambao kuna wavivu, wananchi wako ambao wanategemea mapato yao, wanategemea kipato chao kulisha familia zao na kusomesha nini zao. Wewe yale maji wayatia sumu, wawaua watu wako na unaua uchumi wa eneo lako. Tunataka jibu lako ni lipi sasa hivi? Hatutaki jibu la mwaka 2029 2029, bali tutaka jibu sasa hivi. Jamaa yenu waulizwa huyo, ambao tutaka jibu sasa hivi, utueleze. Governor Nassir cited, sikizeni jibu lake huyo jamaa yenu. Governor Nassir cited ongoing World Bank funded rehabilitation projects scheduled for October 2026. Aulizwa sasa hivi, aongea mambo ya Oktoba, but senators remain skeptical. So akaulizwa, so for at least another 9 months raw sewages continues to flow? Senator Okech noted. Governor Nassir alitaja miradi inayoendelea ya ukarabati inayofadhiliwa na Benki ya Dunia inayopangwa kufanyika Oktoba 2026, lakini maseneta walisalia na wasiwasi. They were skeptical. Wanajua kwamba huu yake ni urongo, ni PR alizozoea, ashabobea, ni mrongo, mdanganyifu, mnafiki, mzandiki. Kwa hiyo kuangalau miezi mingine 9 majitaka machafu yaendelee kutiririka. Senator Okech alibainisha. Yaulizwa, kwa hivyo wewe watu wasiishi, sumu ziendelee kuingia katika bahari, watoto wa Mombasa waendelee kuchezea maji ya mavi mpaka Oktoba ukisubiri World Bank. Hizo pesa wewe unazokusanya ziko wapi? Mimi nitakuja nitawaeleza wananchi wa Mombasa pesa zinazopokewa senti moja baada ya moja, nitawaeleza na mpaka ile mambo ambao yanafanywa. Nikimalizia wrapping up, angalia mpaka natoka na jasho. Abdulswamad wewe,
The committee resolved to conduct a field visit to Mombasa County in April to assess the implementation progress firsthand and directed that Coast General Hospital must submit all necessary documents to the Auditor General in the subsequent audit cycle without failure. Kamati iliazimia kufanya ziara ya shambani katika kaunti ya Mombasa mwezi Aprili ili kutathmini maendeleo ya utekelezaji moja kwa moja na kuagiza kwamba hospitali kuu ya Pwani lazima iwasilishe hati zote muhimu kwa mkaguzi mkuu katika mzunguko wa ukaguzi unaofuata bila kushindwa. Financial statements have not been availed. Kwa wale ambao wamefanya katika mashirika ya fedha ambao wamefanya katika financial institutions wanaelewa kwamba wale ambao ni accountants, auditors, CPS, CFAs wanaelewa kwamba sometimes there are people who cook books, wenyewe wanasema. Maybe that's what they're trying to do, lakini wembe ni ule ule. Mimi bado sijaanza darasa zangu za siasa, nitawaelimisha moja baada moja. Na kwa hayo mengi machache, nawatakia kila la kheri. Mwenyezi Mungu awabariki. Mwenyezi Mungu awajalie kila zito, kila gumu liwe jepesi. Wale walioteta, Mwenyezi Mungu awajalie mupatane. Bibi na mke, bibi na mume, mke na mume, wale ambao wamekosana, Mwenyezi Mungu awajalie mupatane. Wale ambao wazazi wao kumbele ya haki, Mwenyezi Mungu awajalie muombe wapate Jannatul Firdaus, na sisi ambao tulobaki Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mema. Kwaherini.